Taifa nimeifahamu kwenye matatizo. Mtu wa kwanza aliyeniletea matatizo Mzee Mchumia. Akaja na viongozi wengine wa vilabu. Wale viongozi wa vilabu nao walikuwa ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Sasa tumepita. Nashukuru tuko hapa. Na mambo matatu tu ya kuongea na ninyi tena kwa kifupi. Jambo la kwanza, kwenye utulivu kuna maendeleo. Kwenye mifarakano hamna. Hakuna mwanadamu anayepatia kwa 100%. Na hakuna anayekosea 100%. Uzima na uongozi ni kubalance ule mzani. Ubaya usizidi. Na kwa sababu hatutarajii wema uliopitiliza, kwa sababu ya huruka ya mwanadamu kuwa na mapungufu, basi tuwe katikati ya muda. Chama cha mpira cha Temeke ni alama ya kati ya vyama bora nchini. Kwa haiba yake, lakini kwa jinsi kilivyojipambanua kwenye mpira. Mimi napenda michezo. Asipendi kwa kutania. Napenda kwa kweli. Kama singe kwenda chuo kikuu, ningeniona Premier League. Sasa tulepandisha polisi mbele. Kama nacheza. Mimi nilikuwa nikiraka. Napewa namba ngumu ambayo kwa siku hiyo inatakiwa ichezeke. Nifanya niache mpira Malawi sasa Israeli. Hivyo ingia chuo kikuu akasema wewe mdogo wa Garincha wewe. Shule na mpira jendi. Chagua kusafu au kuendelea na mpira. Wewe ukiangalia Waihae wewe. Kama kusoma. Hizi kazi zetu sisi za kwa wilaya hizi sio za kulipa. Akina Kabanga hawa, akina Tito hawa, akina Foto hawa, tumekutana kwenye mazingira ya kisiasa miaka hiyo. Mimi ndio kijana mdogo tunatoka chuo cha Dar es Salaam. Kaja Ilala baadaye kwa katibu wa UFC mkoa wa Dar es Salaam. Huyu ndio mjumbe wangu wa baraza la vijana mkoa wa Dar es Salaam. Lakini mimi ni diwani. Sasa tunaona jinsi mpira unavyotuunganisha. Kama Mwenyezi Mungu najua sitakaa muda mrefu tena, lakini ondoke nimewachia mambo matatu. Sijasema kwa sababu nayasema leo. Jambo la kwanza, itawachieni uwanja wa mpira. Bora kuliko KMC. Na nawaambia uwanja utakuwa wapi. Naianisha Taifa hapa. Taifa uwanja wenu wa mpira utakuwa Mwembe Yanga, tunajenga. Hapa tunafanya napo nini? Tumeshabadilisha matumizi ya eneo. Hii itakuwa CBD, Center for Business. Taifa sasa kitakuwa kilabu cha kwanza Tanzania, chama cha soka cha kwanza Tanzania chenye uchumi uliokaa vizuri na chenye uwanja. Chama cha soka sio kwa
ili mfanikiwe, nimeangalia ili tufike mbali, sitaweka peke yenu. TEFA ataingia partnership na manispaa. TEFA ataingia partnership na manispaa ya Temeke, kwa sababu Mwembe Yanga panafaa kwa michezo. Eneo la manispaa atashirikiana na TEFA kuendeleza michezo. Eneo hili tutaweka magorofa ya biashara ili chama kisiwe halidhofu chenye njaa. Chama kistoi. Kuna watu walikuja kumwona kuna timu kama fanya puzi. Itawaachia Soka Academy Twago ili Temeke tusiangaike na vilabu vya KMC. Tunajidanganya mimi. Mnaanza mwile pale. Naona na soso moja na hela zote. KMC wenyewe wanapumulia. Hai. Mmekuwa na vilabu chungu mzima. Tukipaswana hapa moja Simba moja Yanga. Mtatengeneza Temeke tena. Waongo tu. Sasa ili mwende vizuri, sisi tunajipambanua kama Ajax Amsterdam au Ajax Cape Town. Tunatengeneza vipaji, tunaviuza. Eneo Tongoma lipo, tutaweka pale kwa sababu partnership itakuwa TEFA na manispaa. Kwenye memorandum nitawaachia mambo, hata kama nikatoka kesho na karibia kuishi, mambo mtakayoshirikiana. Wajibu wa TEFA utakuwa ni kuuza mpira. Wajibu wa manispaa weka infrastructure, miundombinu ya mpira. Tutaanzia primary mpaka sekondari. Tutakuwa na under 8, under 10, under 14, under 17 tunamaliza. Tutakuwa na wengine under 20 kwa sababu tutalazimika kuwa na timu ambayo timu yetu sisi sio kwa ajili ya kupata ushindi, kwa ajili ya kuisumbua Yanga na Simba. Tutakuwa na vijana wameiva pale wanakimbia ili tuwauze. Mwisho tutakuwa kama ASEC. ASEC ni soka kama. Wale hawahangaiki, wanazalisha, wanauza. Kwa nini wao uingie gharama? Niwaambie, hili kitengeneza klabu aidha mwa wasanii, kwa sababu ndio ukweli, au mtaingia gharama kubwa sana mkitaka hizo sifa kununua wachezaji nje ambao hamtawasaidia vipaji vya mpira. Na interest yetu sisi tunataka mpira uwe business kwa kukuza vipaji vitatafutwa Tanzania nzima. Vitatafuta kama ile kipindi cha kina Mzee Kipimo. Tutatafuta kwa hiyo mitashunta, watakuja watakatwa ngoma, tutaweka eneo letu zuri, mabweni hapo hapo, physical education iko pale, gym iko pale, na natafuta mashamba kule Kimbiji, tunafuga na ng'ombe ili watu wanakunywa maziwa, wanapata afya, kwa sababu wachezaji wetu wengi wanaishi bila. Ili ukisema mchezaji aliyokamilika, na waambie mpira ni project, sio masiara. Wewe hakulipa mtu milioni 200 alafu uje uangaikia, hiyo haipo. Sasa hii ni mipango. Sasa taratibu mwanze kubadili fikra. Mfikiria ambako Yanga na Simba walishindwa. Walishindwa kwa sababu walikuwa nakosa backup. Wameshafika sehemu, yani si uielezee vipi Simba na Yanga. Simba na Yanga haina uwezo kurudi nyuma, kwa sababu imeshafika sehemu inapigania mafanikio makubwa. Mafanikio makubwa hata akademi zao haziwezi kufika popote, kwa sababu kuzilea zile ni ghali. Na sisi tutaziweza kwa sababu tunachukua na tunawasomesha. Si wako kwenye shule zetu, nusu serikali, nusu TEFA, mtapata hela mpaka Yesu anarudi. Mtauza wachezaji katika quality maker. Sifa ya kuingia pale uwezo wako. Tunajipambanua hivyo
na TEFA kuanzia leo, acheni kufikiria kuwa na klabu, tufikie academy kubwa itakapo ya mfano Afrika. Kwa mbele na mmoja, tutaanza na vipaji ili tutengeneze timu nzuri ya taifa, ili mtoto toka akiwa mdogo apite. Unaona kuna mchezaji kama Kibu, mpira anaendelea kumtizama huyu hakuwahi kupiga daladala alipokuwa na miaka 7 mpaka 10. Sasa kuna muda yuko uwanjani, kuna muda yuko uwanjani. Sifa ya mchezaji ndio yuko uwanjani. Yanga kwa siku moja naomba mniwe nani, mimi nawataja majina. Sababu tulikuwa bangani kasema sikiza, kuna wachezaji huyu wamenikwaza sana Taifa Stars. Nado na soka. Mko mnaona vizuri? Dakika 10 hapo uwanjani, dakika hawapo kabisa. Mpira anapiga ndio kwanza anashtuka. Usimame sio yeye. Kile kitu nibidi ajifunze akiwa chini ya miaka 7. Sio yeye. Sio mpira haujui, anaujua, lakini concentration. Mpira ni mgumu kama kusoma physics vile vile. Unaweza kutopiga danani, itakukataa tu. Mpira utakuja ni kichwa kikiwa kimeshaona, kimeamua toka mpira ukifika hivi. Possible angles ziko ngapi mpira ukifika? Sasa hatari ya kivuli. Hakika kwa mbaya. Ni training. Una train kuangalia mpira unakuja automatic katika hali ya kawaida. Kwa hiki kishindo, huyu mtu anakimbia speed sana na mwekea pale. Ndio mpira umeisha hivyo. Yaani hakuna mambo mengine. Kuja muona ngoma imekuja umetambazwa pale. Kwa jinsi yani kile kishindo, huyu anaendelea kuchukua ujazo wa kilo 1 kwa nusu kilo kwa speed yake hii anakwenda kuchukua mpira. Au ni kuseti. Haya mambo wala mtadanganyana wewe mtafanya dream za kutosha kama kutoka naye utotoni. Utaitwa mchezaji mwenye kipaji na akakumbuka uwanjani, 20 huko uwanjani, unashtuka umefunga. Angalieni. Mwana anacheza The Rock kwa beki sasa. Sasa kwa hana baba. Hana wasiwasi muda wote. Hana wasiwasi why? Best anazijua. Mtizame, hamkabi mtu. Anakaba nje. Yaani wewe mpira ukishika kwa vyovyote vile kuna njia mpira unapita, mpira upitipiti. Yeye anakuzuia taratibu, anakuondoa kwenye goli, unajikuta goli umeweka pembeni. Hakuna beki anayekaba au kumali anacho. Beki anakukaba tena, huoni kama anakukaba, anakutengenezea tu mazingira wewe unaona kuna chance. Kumbe anakuondoa mwisho unapata kwenye impossible angle. Uweze ukashuti au anza upya au uende kule. Hadi kwa bahati mbaya. There's a train. Twende mkaangalie quality za magolikipa wetu. Modern goalkeepers hawataki mpira. Sasa wale kwa ni nyanda, na anaitwa nyanda. Ameruka kama nyanda. Goalkeeper siku hizi haiko hivi. Kazi ya goalkeeper ni kuzuia, sio kudaka. Sasa kuna training. Goalkeeper akimbii hivi. Bora kama wale wa zamani si wale siku na kasemi hapo hivi. Goalkeeper siku hizi spider. Possible ukipiga mpira la pale haji kwa bahati mbaya wana train. Haya hayapatikani uzeeni. Goalkeeper squeeze. Wote wana train footwork. So ndio wanaanzisha mashambulizi. Haya jamani yako darasani. Kama unataka mpira au unataka kuona huo, hakuna njia mkato. Mkienda kwenye kutengeneza klabu kwa kupata masifa tu, hamfiki kokote na taifa mtalisaidia. Tutaishia kukuza vipaji na kutajirisha mataifa mengine. Hata tumeshafika kwa transfer fee sasa hivi inakwenda milioni 5. Sasa hivi tunapata milioni 5. Sasa kama Faisal asingekuwa na discipline ile angepata. Mchezaji pekee unamwona kabisa Faisal ni mchezaji mzuri, alianza kucheza lakini katika umri mdogo, kipaji anacho lakini ana discipline nje ya uwanja. Unakuwa na mchezaji kama Mkude
ana mpira anaujua, alianza kama mtoto lakini hana discipline nje ya uwanja. Yaani mpira haudanganyi. Na kwa na Shomari Kapombe na Shabalala wanacheza miaka 11 na pesi ile ile, unakachukua kijana kadogo kabisa kanapiga msimu wa kwanza kuisha habari yake. Kwa nini? Nenda kaangalia discipline nje ya uwanja hapa. Hadi kwa bahati mbaya kuna malezi, kuna wote waangalia watoto kama Shomari anaweza inaanza wanakwenda kule, ukimwona nani Shabalala Hussein, watoto wa Maximo kipindi kile sio Serengeti Boys kama mnakumbuka, vitu vya kidanganya. Sasa nataka taifa iwe ya aina hii. Yaani sisi hatubahatishi. Hatutaki sifa tumsifiwe na uwanja wa KMC. Sio mweketu wa sana manispa. Sisi tunataka mpira utuletee hela na sisi sio kutoa hela kutumia mpira. Sasa haiwezekani dunia kote mpira ni hela. Kwa shangazi wanaitwa Tabora, sasa hivi wanaitwa TRA. Sasa nini? Si ilikuwa siweza tu ningedhamini timu basi niweka TRA. Kwani mwingia gharama kwenda kulelea timu afu kaleta TRA? Sasa kwa sababu kuna URA gani? Na vitu vingine sasa tunataka tena kufikiri ni kimpira. Kimpira sawa vipaji mnavyo. Tufikiri kimpira mwandeni kwa utulivu ulioko nao sasa hivi. Mkifocus mapema sana hapa misheni. Hapa pote panabadilika, hii tandika sio mwenye muda zote tutapigwa chini. Master plan hapa Kariakoo na subiri. Tunakuja na masharti magumu sana. Yaani ukisikia Temeke simona watu hapa sasa haita barabara moja vunja hii Temeke CBD inaanzia Mwanza mpaka Ngong. Tandika Central District Business Center inaanzia uza kule kanisani, inakwenda unaacha pale Kingungulo unaacha unakwenda moja kwa moja mpaka unafika mpaka unaishia kwa Mtongani, alafu unakuja mpaka Mtoni kwa Azizi yako. Hiyo ndio Central District Zone Business. Kuna mambo ya shamba eti hapa Sima kwa mpaka kuna street ya Sima, street ya nguo, mtaa wa vitu vya plastiki, mtaa wa kila kitu. Ukienda unaenda kununua bidhaa sehemu unayotaka. Hizo kama mtandika naye kule. Tena kuja na hata nini? Esi tushapiga mahesabu yetu, msipotaka mtanyuka kwa viboko tutachukulia na mbele sasa. Hata mbele hata eti nawaambia wala tutani. Tunaamini hapo kuna maendeleo. Lazima. Kwa hiyo nakupatia list na kupa notice. Usipofika kwenye ramani uza mpe mtu ondoka. Utaki ingia partnership one piece style. Hatucheki na kima sisi. Lazima kucheki. Sasa kuanzia kwa sababu na kwetu mfano kwanza mkoa. Check neighborhood, kwa neighborhood, extend barabara, center of business, center of whatever. Kariakoo tunatambaa vyote. Watu wa Zambia, watu kutoka Kongo, kutoka Uganda, kama ni Malaysia. Unajua na sisi tukianza kufikiri Kariakoo, moto ukitoka hapa na kwa hivi. Sinataka kubadilisha kabisa. Yaani watu wanaizania Temeke commercial. Mungu akujalie miaka mitano kuja huko. Ingine. Sisi tumeamua. Jamaa mimi nazaana. Nazaana. Hospitali ya Temeke mara saudi. Mara pale Buza. Mrangi tatu. Chamazi na Tuangoma. Hizi hizo kutaja ngapi? 5. Wastani wa kwa mwezi wanatoa kutoka kati ya 700 na 1200. Sijasema wale Tito na binamu zake wanaenda kuzaliwa shamboni kwa daktari wao. Naelewa maana yake.
nikipiga mahesabu yake kila mwezi mimi napata kuwezesha watoto kati ya 50,000 yani kati ya 5,000 na 7,000 kwa mwaka. Ni watoto kati ya 50,000 na 60,000 madarasa mengi. Lazima kwenda. Sasa sisi hatuja chukulia kuzaana shida. China wameingia kwa population. Nimejiuliza kwa nini maisha ya Temeke kwa Dar es Salaam ni mepesi kuliko sehemu yote. Nimejiuliza kwa nini? Mmoja ina kuku mmoja yule anauzwa 7,000. Familia haiwezi kununua ile kuku mmoja. Bila kuku mmoja atakatwa vipande vipande mpaka utumbo, ataenda kule Buza atauzwa kwa shilingi 500 mpaka 1,000. Kwa kuku mmoja anamletea faida ya shilingi 15,000. Amekuwa angemuza moja 7,000 kwa sababu ile kuku moja tumegawana kina Tito kina nani, si tuko wengi. Kwa ukipeleka kuku 30 wanatoka haraka kwa sababu si kila mmoja amekula paja. Sasa kwa Temeke population sio tatizo. Isipokuwa tunajua jinsi ya kuichezea vipi tulete mzigo. Temeke maisha yake ni mepesi, walioshindwa maisha siri zao ndio wanakuja huku. Kwa sababu kule hakuna kutumia na sukari. Kule kilo unga utasurvive. Lazima ukimbilie huko. Unga kule kilo. Sisi tunakala kwa kipimo. Matonge mangapi? 3 hiyo. Sukari ni bwana ina mbele wewe. Na slice tunakupimiana. Sio lazima upate ile load. Ndio tukapiga na mbili tatu. Huo ndio mfumo bora wa maisha. China wameendelea kwa sababu wananunua sana, wanakula sana kwa bei ndogo sababu wako wengi. Wanakwenda kutoka Salenda Bridge mpaka wanafika Mbweni. Nyumba moja ina watoto 2, mmoja yuko Ulaya na mbwa 3. Eneo analokaa square meter 3,000. Ina mbwa 2, mtoto mmoja, baba na mama wamekula menda Ulaya na mlinzi. Wanatumia maji kwa ajili tu ya kumwagia baba. Eneo kubwa. Alafu na barabara nzuri, mfika pale kuomba kuwa tutawapatia siku kupiga kura, kupiga mahesabu hakuna mtu. Baba ndio alikuwa na hangover risk yake. Ndio siku kupiga kura. Lakini sisi huku kwetu ni tofauti. Kwa nini hiyo population huko? Sisi tumeamua. Unapokuwa na watoto wengi namna hiyo, kuna mambo muhimu. Jambo la kwanza, hawa watoto ili waishi lazima wapate chanjo. Mtoto anapozaliwa mpaka anapofikisha miaka 5, serikali inatumia kwa kila mtoto za milioni 5 kwa chanjo. 5 million. Hizo nazo namekwenda mkubwa matoni toka miaka 0 mpaka 5. Hiyo ndio gharama ya chanjo. Piga mahesabu watoto waliozaliwa nini hawa kwa mwaka 60,000. Licha mara 500,000. Alafu kwa taarifa yako wala wapungui. Kila mwaka wanazidi kuongezeka. Piga mara miaka 5. Kimbinyiko ngapi hizo? Madarasa mangapi hayo? Lazima tuende kwenye zahanati. Temeke hatuna hata hatua moja ya ardhi ambayo itumiki. Sisi tumeamua kama atakuwa ni shahidi. Mara kwanza kuelewa na mimi napenda sana kuelewa. Nilipofika Temeke nikaanza nikafanya kitu gani ambacho roho yangu ilifanya. Nitoke bado wanafunzi wamekaa chini, kwa nini wakaa chini? Ni kweli Temeke hatuwezi kutengeneza madawati kwenye mapana. Kutengeneza madawati tunaweka wapi? Hatuna madarasa. Sasa tumeamua mwaka tunajenga sekondari 2 za ghorofa 5 mwaka huu. Shule za msingi 2 za ghorofa 5 na wanataka English medium. Sikiombe Temeke ya somo na si Kiingereza kwa mfano. Moja jenga kule chakacha pale mbele hapo pale. Malela kule. Malela kule tumeweka hospitali kubwa 3 kubwa za ghorofa 6 kama magala 3.
kamoja uza hapo. Tunaweka kule tunafanya extension kubwa ya Kibasila, kuongeza ghorofa. Kale kapembeni kale kana kefu kapiga chini. Wale sote ndaiweka chini yote. Wale sote napigwa chini napiga ghorofa kazi. Ndio kwa nini? Huko kanaka nimejifunza. Kuna muda nakuwa na darasa liko Chamazi au Buza. Mtoto katoka Temeke 14. Mzazi alikuwa mdogo na nikamwambia mimi mtoto wangu Buza. Unajua na wewe ndagaye mpati. Sasa ni afadhali tuwe na vyumba vingi tupande juu kujua kuna mipaka, wala tutaji lift kwa sababu ni watoto damu zitakazo wafanye na mazoezi watapanda hata kama zikawa kubwa. Lakini ndio ile wale sikupata blocks 4. Unapata pale uwanja wa basket, uwanja wa mpira, ukitaka mpaka swimming. Sisi tumekubaliana na tukaingiza kwenye na mashauri ya Chama cha Mapinduzi, Temeke hakutakuwa tena na shule ya chini. Haitakuwa tena. Sasa nini nataka kutoka kwenu? Kwa sababu mimi ndio nipo kesho tutakuwepo. Ongeza hiyo spirit ya kuingiza kwa viongozi ndio nataka kuja kwa madiwani wenu mtakao chagua kwa vita serikali. Waseme sisi tulishazile Temeke package ile chini na nini madarasa matatu. Wao tujengea nini? Na wasiwadanganye kwamba kuna hela. Hizo zote tunajenga kwa hela ya manispaa Temeke. Hata sumu haitoki serikali. Hiyo tasha. Kuisha hivi. Mimi nimefika nimewakuta leo mara mjenga nikauliza tunakusana milioni 73. Sheria inatuambia 70% iende kwenye shughuli za maendeleo. Haya mnaonyesha matumizi ya bilioni 40 mmejenga. Hapa tumekarabati. Ndio mnatengeneza vyanzo vya kuiba hela. Hivi hapa mkinamia mimi karabati pale. Mifuko 10 nikikwambia unaweza kupima. Si ni karabati? Nikijenga si tunajua. Nondo ngapi? Sasa jengeni, mbona mnakimbia kwenye karabati? Hivi dunia tuongelea matumbo ya vyo, sasa mzama mafuku. Hatukarabati darasa, tunapiga chini ghorofa. Sasa hizi bilioni 30 naambia. Zipo. Ampo popote. Mzigo. Ila mnauchelewesha wenyewe kwa sababu hela ikifika mwezi wa 5 siku hazina. Hazina wanafunga akaunti, mwaka mdogo umeshapita. Ili mwaweze watengenezeni miradi mikubwa ya bilioni 6. Bilioni 6 sasa utumie mwaka mmoja. Kilichobaki kile sasa imeshapiga budget. Unaposema mifumo haijafunga kwa Julai hela iko. Unaendelea. Mwaka wa pili wa maisha. Kwa muda wote mimi nitakuwa na majengo, nitakuwa na hospitali, biashara tutakuwa. Lengo letu sisi tunataka ile akili ya kutoa system yake yote wa mwisho nataka kuonyesha kwa vitendo. Sofa mpaka sasa na uhakika Temeke nambari 1. Isimame manispaa ya Tanzania sio Ilala wenyewe waonyeshe shule 6. Majengo sasa. Ghorofa hizi msingi primary 7. Waonyeshe na hospitali 2 kwa sasa kuzini. Tafute kwa mwaka wa budget. Tanzania nzima hapo. Hizo wanasema wa mwisho. Temeke ni wa mwisho. Tukutane mwakani kwenye meza. Tunapita si wa mwisho. Sisi hatupigi kelele. Tunafukuza muziki kimya. Hapo sana mwizi anafukuza kelele. Hataki kumpeleka polisi, bali ndio muue. Mwizi anafukuza kimya. Ndio kimya. Hakuna kupiga kelele. Si hatupigi kelele. Tunatoa 10% kwa ajili ya kupatia TARURA ujenzi wa barabara. Nimepiga marufuku. Temeke marufuku ya barabara ya changarawe. Ndio nini? Barabara ndio bilioni 1. Ile sehemu za kutembea kwa miguu na yenye taa bilioni 1. Manispaa wanatoa bilioni 6 mpaka 10 inategemea na mapato ya mwaka huu. Kwa nini nenda kukarabati na barabara? Marufuku. Nitawaambia wanatemeke wavumilie. Tunataka kilomita 5 za lami za mtani. Leo kuna kilomita 5 za mtani. Mtani wa kilomita 5 na taa na kutembea kwa mguu. Mimi mkiniambia Kibondamaji kuna mafuriko au barabara imekatika, naambia jamani ndio kata 14. Unaona hivi? Makani za muhimu. Wacha kata. Haya
mambo ya kukarabati mtaela nyingi, hata siku moja hamtaendelea. Sasa tukishakuwa na mawazo haya, tunahitaji na mimi support. Sport zingie politics na kuongeza mzuri sana. Haya mambo niliwaambia, nilitoka nikaongea na mkurugenzi, tukamaliza tukaenda kwa washiriki hao, wakasema watagoma, nikasema ninaenda nikawaambia. Nakotoka mnakujua, mnakoenda mnakujua. Nyinyi leo tunafunga baraza, hebu mtuachie. Mpitishe moja mbili. Naye sema watu washapitisha, hakuna namna. Ilipotoka mimi nikapeleka halmashauri kuu ya chama kile tukisema nimefunga na kwenye chama, mkienda moto ukija huko moto. Hageuki mtu hapa. Mimi sina misa hiyo ndio mimi. Nikajua watanipiga. Nilipomaliza kwa madiwani, hawa anaweza akaja mtu mwingine au akaja madiwani wa hovyo wakatuvuruga. Nikaenda kwa mabwana. Na hapo tukaifunga. Kwa hiyo mwakani tutekeleza hebu mtuona mpango wa shule za ghorofa makao ngapi? Kilikwenda kisha baada. Hakuna namna sasa unaweza wakachomoka hapo. Kwenye afya, kwenye elimu, kwenye barabara. Wengine tutakwenda taratibu. Lakini lazima tuonyeshe. Leo tumezijenga hizo ghorofa hizo. Magasi mnaona? Si mnaona jeti huko? Marude kama tunapiga. Sisi hatuna maeneo. Na kubwa zaidi sasa tuna sports play na tunaona. Leo tunafanya sport academy soccer. Kwa hiyo partnership ile inakuwa kichi pale nyuma kile kiwanja wataiba na nyuza kitakuwa cha tennis, volleyball. Sasa tunajua kijicho kidogo mambo yenyewe. Unajua? Wala wanazungu wengi watu wakia basketball, tennis. Ndio michezo wanafanana nayo. Wala mboga saba wale. Wale sasa tunawekea tennis, tunawekea volleyball. Kila sehemu tunataka tujitambulishe Temeke kwenye mambo tuo cha michezo. Tuo cha Center of Science na Technology. Na hizi shule hizi tunazojenga, hakuna shule hata moja ambayo inashika chapa. Hizo unazowaambia ni hizo tunazojenga sasa hivi. The flip, PowerPoint, watatumia markup. Wanafunzi wataangalia kwenye screen na wala watafanya jamani vitu vile na foto umeshapost chini na vinawezekana. Wala msifikishe wale fedha wanawezaje pale? Ile kufikiria ni kama mimi wazee wangenikatia tamaa kule nimetoka kule kijijini kule nakaa nilisha unachagua mlango na dirisha kwa kupita panafanana. Yaani kuna muda mwingine mnawachukulia poa sana wale watu wa Mbagala sijui Buza, naona kama sio. Wale sio kwa akili. Mazingira ya nyumbani pale kwa sio rafiki. Sasa tumwache yule apotee. Itafika kipindi sisi tutakuwa wasindikizaji wa watoto wa matajiri. Sisi nataka tukate ule mrija, mtoto wa maskini naye anatoboa. Ni kumbadilisha tu mazingira, anasoma pazuri, mwalimu mzuri, akifika kompyuta aliona. Au mtoto anapozaliwa kuanzia miaka 0 mpaka 15 watoto ni genius. Yaani ndio utafiti huo. Yaani wewe ulipozaliwa pale wewe na mtoto wa Bill Gates mlikuwa sawa. Sasa shughuli inaanza kuanza kutembea. Wewe ukiamka unakutana na kigodoro. Wewe mwanzo ukiamka anakutana na kompyuta. Ndio unapoanza kuachana. Basi taratibu. Mtawapata tu mimi nakaa kuna vitu tunaviona kabisa vinajadili unaona kabisa. Mtoto ana akili. Ni kwa tu mazingira. Tunataka kizazi kinachokuja. Miaka 10 ijayo Temeke iongelee katika level ya tofauti sana. Elimu iwe juu, sports iwe juu, maisha ya business iwe juu. Mtaona. Kama watu wataanza kuingia Temeke. Na niwasi wale viwanja msiharakishe kuuza. Msifanye haraka sana, yaje yanafurahisha. Sababu ni mipango. Serikali zikipanga tukishirikiana. Nilisema leo niongea matatu. Nimeongea lakini nikalazimika kuambia mwingine kwa nyinyi ndio wana mchezo. Shughuli unajua kwenye kijio cha mpira. Tukishamaliza ligi za safari hii. Tukishamaliza usajili. Kijio cha mpira kinaondoka kwa kisasa. Hiyo ndio kawaida. Yaani tukishamaliza kwa sababu mpira tujadili
tutazodoana, nimefunga mara 5 sasa nimeshafunga 6, ndani hakuna mtandao mwenzake ni wa kimataifa, wewe wa kimbinyiko, basi tukishamaliza zile stories zimeisha. Diwani wetu anatutosha. Taratibu. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa, shule mbovu, kwa nalazimika kuambia haya kwenye video vya mpira, mbona nawaambia tumeke kwenye taka ile iweze. Na mimi nawaambieni itafika. Haitaji rocket, haina kisingizio cha pesa government. Hela tunayo. Sasa hiyo hela tusipoifanyia kitu kwa ajili ya watoto wetu, hela watakula watu posho. Singafala ndoa wapenda. Sikiliza hivi. Ndio alifunga posho tukajifunze ufugaji wa samaki wapi Katavi. Hiki tena mtu atemeke kujifunza Katavi. Yeye mtaonaga hivi. Madua ni Diwani akajifunze Katavi ufugaji wa samaki, na wakati yeye ilija kuambia aende bahari kujifunza kudai kwa ajili ya kuvua kwenye bahari. Ndivyo tulivyo. Eti tuende tukajifunze kilimo cha kisasa wapi? Morogoro na Karatu. Kweli Temeke utalima wapi? Kwenye lami. Sasa itafika sehemu kama kwanza tutakuwa na hiki. Usipowapa majukumu makubwa kutumia ile pesa, wataenda kufanya mambo ya hofu. Sema mwanadamu anapata ile kujua ujinga wake. Kama nimesema sana, nashukuru sana, niwaombe muendelee kushikamana, mjiandae kisaikolojia. Kwa sababu tu uchaguzi hapo tulikuwa tumeshakuvunja. Sasa hizi chaguzi hizi sasa kuvunja hata involve kwa vunja au kuleta. Na wala mimi wa Amerika hata mimi siogopaji, ni maendeleo. Mimi kwa tayari kubaki peke yangu. Najua tu yani tutakutana tu. Utanichukia leo, kesho kutwa unakuja. Na ukija sio unakuja kwa gharama kubwa. Kurudisha mahusiano lazima nikubinya kidogo. Basi umenichelewesha. Sasa unakuja mimi kupokea hivi kiboya boya. Na kitu nakufungia kama na wewe sogea na wewe kwanza. Sisi tunaendelea kwanza habari. Tito ulimwenga mfano vipi banda lako ishapata sasa. Ndio tutakwenda hivi. Yaani mimi siwezi kukubeba au unachokwamisha kwenye maendeleo. Sisi tumefika leo kwa jua tunasema ni mwenzetu. Hata kidogo. Kama mwenzetu uwe na sisi kuanzia siku ya kwanza. Tunakwenda kwenye maendeleo na mtu ataka atakayetupinga kwenye maendeleo hapa sisi tunampinga toka siku ya kwanza. Mimi sitani. I'm telling you. Nitakupigia toka siku ya kwanza. Sababu nyinyi mnataka mwe chama cha aina gani? Tunataka mwe na chama ambacho mna uwezo kuwakodi wataalamu wa soka, mkaweka 5-star hotel, wakawatengeneza program ya soka la vijana. Mnakana wapi? Mtapataje kama mna mzigo? Mzigo mtapata kwa na investment kubwa. Mtapataje kuja mimi nakuza michezo? Kwa nini dibu la maji? Akija msana tushangaa. Alafu baada ya uchaguzi, kufuru. Sasa mtana kuja shikilia mabana hivi. Hivi wanapigania kufuri, wanapigania wale anaka mnakuwa tueleweki. Ndio watu wenye akili unajua wanashangaa. Hivi mnapigania nini? Bwana uchaguzi. Ulienda vibaya. Ulikwenda. Sasa kwa hiyo tutafanya nani mnaokuwa miaka 5? Hapa kuna shida. Sisi mkiona kuna maneno ya hovyo, kuna shida kweli. Ishu ya mpira. Yaani nyinyi mnakuwa na mambo binafsi. Hamna mtu anayeongea story hiyo. Ndio kwa maana hapo hivi. Mnarithi akili za wakubwa zenu wa Simba na Yanga. Sisi lazima ni kizazi tofauti. Ndio wale wazee kuja kutoka na sisi. Na sisi tunaona Mburula. Ndio wale wazee walijenga Jangwani, wakajenga na Msimbazi. Hebu tuulizane sisi hata kama kozi mbili tumepandisha. Uongozi wote tuulizane. Tofali mbili. Kiacha mzee wangu ambaye ndio tofali. Tunobaki hapa sisi wote tuulizane. Tofali mbili. Hata kurekebisha huyo. Uwaya mbu hapa tuulizane. Alafu muda wa uchaguzi si mbele. Uchaguzi atafuta nini? Ake sisi nitafuta uchaguzi kupunguza shida. Mimi nashukuru sana uongozi. Ulipofika ofisini wala timu yako hamtagombana tena. Kwa sababu nachogombea ni hiyo. Nagombea vibanda. Dawa yake
ni kuondoka hapo. Sio watu wa mpira. Wewe bwana tunapo bwana nilipenda sana walinielewa. Kama hebu nenda kakae na wako sasa mji. Sasa mje kama kale mimi nimechelewesha. Sawa, mimi nimeshatoa siri. Shauri yako. Atakusaidia kufuli tena. Na mimi ukichelewesha mambo yangu ukipiga kufuli na mbele join wape na wataka. Si anatuchelewesha? Hata tuzote napiga kufuli. Napiga kufuli na songa mbele. Tunataka maendeleo makubwa. Si hii hata wanachamuro wanawashangaa. Hii mnakaa uwanja mpira wenyewe hamna. Hata sasa mkifika hawa watoto mnacheza mechi gani? Mnapiga kitu chenu pale safi na kulia. Mweka mkani pale, parking spot kubwa safi. Timu kubwa zinazokuja ambazo zile ambazo hazina mashabiki wengi wa kutaka kuingia 15,000 na 20,000 na wengine. Na kula mpangalo Simba inaenda kuangalia Ismail kule Kigoma kutafuta. Na wakati Simba na Yanga mashabiki wako Mbagala hata ndika hapo. Echelewe eti KMC kila mechi wanakula milioni 5. Alafu kila nyama juu sisi kina Bajala wanakaribia kuisha. Naona hivyo vitu vinavyokwenda. Sikio ile nini? Kile ndio kwa kutasikia fauje. Wanakale kachawi kao kale kanapotembea na mimika. Unaona yale ndio ndio mafanikio ya soka la mtaani. Sasa hebu fikiria wale watoto wa academy wametoka kwenye zile ndondo hapo. Nakwambia Simba na Yanga watasimama. Muache kwenye mpira kwa fair. Wala tutaobonda mjeo kuona. Kwa sababu sisi tumewahi kupata mafanikio makubwa bila ya kuwa na mchezaji wa kigeni hata mmoja. Sama ni kilipotolewa pale itolewa nakumbuka leo shamba la bibi tunakuja upande kule kama nakumbuka vizuri. Sio Kaniki. Amena Gabriel. Ilikuwa na Amena Gabriel. Kaniki ilikuwa Ismailia kwenye kidimbwi cha maji.